Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwani ila ala dhalimin. Summa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ninakuhusia inshallah kumcha Allah kama vile Allah anavyosema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mwenyezi Mungu alituambia kuwa, alituhusia, anasema enyi mlioamini, ittaqullaha haqqa tuqatih, mche Allah ukweli wa kumcha, wala msifi hamko Waislamu. Na maana yule mwenye atakufa ni Muislamu, mashallah, atakuwa amefuzu hapa duniani na kesho akhira. Na kwa Muislamu sio jina, sio mpaka ukufe unaitwa Asmani na kuwa na Khadija. Kufa kwa Muislamu lazima ueneze vigezo ambavyo kusababisha kwa Muislamu. Na Uislamu kama tunavyojua ni kuwa ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha, huwa alistislamu lillahi bitawhidi wal inqiyadu lahu bitaat wal bara'atu min ashirki wa ahlihi. Maana yake ni kumpwekesha Allah kwa kumwabudu peke yake na kusimamisha zile ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alikamrisha, na kuwa mbali na shirki na wenye kuwa na shirki, kufanya shirki. Haijalishi mama yako unampenda sana kiaje, haijalishi mkubwa wako, baba yako unampenda kiasi gani, kama yeye ni mshiriku, ni lazima uwe mbali kwa kuokoa Uislamu wako na kuokoa akhira yako kesho, kwa sababu kesho akhira hakuna mtu ambaye atakuwa na wewe, itakuwa ni wewe peke yako. Kwa hivyo inshallah mimi nitazungumza hadithi moja inshallah taala. Ni hadithi iliyotolewa na Abi Dharr, anasema ana Abi Dharr an Nabii sallallahu alaihi wasallam fima rawa ani Allah taala annahu qala. Hii hadithi al-Qudusi, ni hadithi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaongea kupitia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani mtume anaongea kuhusu Mwenyezi Mungu. Hadithi al-Qudusi ni hadithi iko tofauti na Qur'ani, lakini hiyo yote ni kwa ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna tofauti ya Qur'an ya al-Qur'ani na hadithi al-Qudusi. Hadithi hii annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhallamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jinasibu kuwa yeye hata mdhulumu mtu wowote. Mwenyezi Mungu amekiri kuwa hata mdhulumu mja wake wowote, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa uadilifu. Anasema nimeharamisha dhulma, waja'atu bainakum harama, nikafanya dhulma hiyo ikawa baina yenu ni haramu kudhulumana. Ole wako na mdhulumu mwenzako kutokana na cheo chako, nguvu zako, maarifa yako. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuadhibu na dhuluma hiyo siku ya Kiyama, itakugharimu sana. Inshallah naendelea kuwabembeleza waja wake na kuwaita, ya ibadi, mja wangu, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Mja wangu, nyinyi wote mko wapotevu, yani tumepotea, tuko wakosefu, tumepotea, ila isipokuwa yule Mwenyezi Mungu amemuongoza. Kisha akasema fastahduni ahdikum, nielekee na mimi nitawaelekea. Kisha kaenda nasema, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Allah nasema sisi wote wanadamu tuko na njaa, isipokuwa yule ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amemkulisha. Kisha kasema fastat'imuni at'imkum, nikulisheni na mimi nitawakulisheni. So mtu anaweza kusema mimi nitamkulisha Mwenyezi Mungu aje? Sisi wote tuko wahitaji kwa Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sisi wote tunamhitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haijalishi wewe unamiliki kiasi gani, una dunia yote ni yako, lakini wewe ni fukara, wewe ni mali fuqarai, unamhitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo
Kumkulisha Allah ni wewe kipindi utaenda hospitalini, ukutana kuna watu wanahitaji, utamuona yatima, utaona watu wana njaa, Allah amekuwezesha uwezo ukaweza kumsaidia yule mtu akakula, ukampa chakula, ukampa kinywaji, hapo utakuwa umemkunyisha Allah, utakuwa umemkulisha Allah, na yeye atakulipa malipo yale ambayo umetenda. Kisha Allah kaendelea anasema, ya ibadi kullukum ghalin illa man kasartuhu fastaksuni aksukum. Hapa Mwenyezi Mungu anaendelea kutuambia kama sisi wote hatuvai nguo, yani tuko uchi, isipokuwa ile Mwenyezi Mungu ambaye amemvika nguo ya heshima. Yani anasema fastaskuni askuni, nivikeni na mimi nitawavikeni. Ni mfano tu kama vile namaliza kutoa kuhusu mtu ambaye ana njaa, na vile vile unaweza kumuona mtu ambaye anatembea uchi kwa sababu hali yake duni, ukamnunulia nguo, ukampa nguo kuvaa, basi jua kama umemvika Mwenyezi Mungu. Kisha anaendelea anasema, ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni astaghfir lakum. Allah vivyo ndio tuembeleze waja wangu, najua mnanikosea muda wowote, usiku na mchana. Mkiwa mmenikosea, fastaghfiruni, na mimi ninasamehe madhambi yote, astaghfir lakum. Yani ukiwa mkosea Allah, usiogope kuomba msamaha. Tauba ya Allah iko wazi mpaka siku ya Kiyama. Mlango wa tauba uko umefunguliwa. Haijalishi umefanya dhambi gani, kikubwa tu ni wewe kuazimia kwenye nafsi yako na kurejea kwa Allah na kutubu, ukweli wa kutubu, kama vile amesema, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa Allahu an yukaffira ankum sayyi'atikum. Enyi mlioamini, tubieni kwa Allah ukweli wa kutubia. Maana yake toba ambayo sio wanafiki, toba ambayo ni ya kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anaenda nasema, ya ibadi innakum la tablaghu dharri fatadurruni wa la tablaghu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidi minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dhalika min mulki shay'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala saydin wahid fasaluni fa'ataitu kulli insani mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqus al-mikhyatu idha dakhala al-bahr. Mwenyezi Mungu anamalizia katika hadithi ya kudusi, anasema, ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum summa uwafikum iyyaha fama wajada ghayra dhalika falyahmadillahi wa ma wajada ghayra dhalika fala yalumunna ila nafsa. Hadithi itolewa na Muslim. Hadithi nimeifupisha.